kuhusu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, kamati kuu imeazimia kwamba wale wote waliohusika kuratibu, kufadhili na kutekeleza mauaji dhidi ya raia wawajibishwe bila kujali nafasi zao. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wawajibishwe kwa kushindwa kuwalinda wananchi na kutuhumiwa kuhusika katika mauaji hayo na kushindwa kuzuia mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia. 4. Kamati kuu inasisitiza inahitajika haraka kuundwa na kupatikana tume huru ili kufanya uchunguzi wa kina wa matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zinazofuata. Tunasisitiza kuwa ni lazima tume iwajumuishe watu wa ndani na nje wanaoaminika ili kuchunguza mauaji na matukio ya ukatili dhidi ya binadamu yaliyotokea Tanzania. 5. Kamati kuu inatoa pole kwa familia zote zilizokumbwa na vifo vya tarehe 29 Oktoba 2025 na tarehe zilizofuata. Kamati kuu, pamoja na kwamba inatambua kuwa maisha ya binadamu hayawezi kulipwa kwa fedha, lakini inasisitiza kwamba familia zilizopoteza wapendwa wao walipwe fidia, ikiwa ni kuonyesha utu na kutoa pole kwa familia husika. 6. Kuhusu mchakato wa katiba mpya. Kwa kipindi kirefu Watanzania wamepata matatizo makubwa yanayotokana na katiba tulionayo. Kamati kuu inaona kwamba Watanzania hawawezi kusubiri tena katiba mpya kwa kipindi kingine isipokuwa sasa. Kwa sababu hiyo, kamati kuu imeazimia kuundwa kwa kamati ndogo ya kamati kuu ili kuandaa mkakati wa kukwamua mchakato wa katiba mpya. Kamati hiyo itakuwa na jukumu pamoja na mambo mengine ya kuandaa mswada wa sheria kwa niaba ya wananchi utakaoeleza utaratibu wa kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Mswada huo utaeleza namna kura ya maoni ya katiba mpya itakavyofanyika kwa kusimamiwa na chombo huru kitakachosimamia kura hiyo ya maoni kwa uhuru, kwa haki na kwa kuaminika. Aidha, kamati kuu imeazimia kuwa chama kiongoze wananchi kutaka kuanzia sasa mchakato uanze wa katiba mpya, na katiba mpya hiyo ipatikane kwa vyote vile si zaidi ya mapema mwaka 2027, lakini mchakato uanze kuanzia sasa, lakini usizidi mapema 2027. 7. Kamati kuu imeazimia kuanza rasmi operation ya mikutano ya hadhara nchi nzima. Operesheni hii itajulikana kwa jina la Operation Katiba Mpya Free Tundu Lissu na itafanyika kwa awamu mbili. Katika awamu ya kwanza, mikutano itafanyika katika kanda ya Serengeti, kanda ya Victoria na kanda ya Kaskazini. Aidha, operesheni hii ya awamu ya kwanza itaanza wiki ya 3 ya mwezi wa 5. Kwa mwezi huu kwenye wiki ya 3 tutaanza moja kwa moja operesheni ya Katiba Mpya Free Tundu Lissu kwa kufanya mikutano ya hadhara katika kanda 3 kwa mfululizo. 8. Kamati kuu imeazimia waenzi waasisi wawili wa chama, hayati Mzee Edwin Mtei, mwenyekiti wa kwanza wa chama, na hayati Bobu Nyaga Makani, katibu mkuu wa kwanza na mwenyekiti wa pili wa chama taifa. Azimio hili limekidhi kupitishwa kwa azimio la mkutano mkuu wa chama wa tarehe 21 Januari 2025 na ahadi iliyotolewa na viongozi kwenye msiba wa muasisi wa chama hayati Mzee Edwin Mtei. Na hivyo kamati kuu imeazimia jengo la makao makuu ya chama Mikocheni, Dar es Salaam
litaitwa Edwin Mtei House, na jengo la makao makuu ya zamani ambayo sasa ni makao makuu ya mabaraza ya chama ya Bazecha, Bawacha na Bavicha Ufipa Kinondoni, Dar es Salaam litaitwa Bob Makani House. 9. Kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini, kamati kuu imeazimia chama kiwaongoze wananchi kudai hatua za haraka za kimkakati ziweze kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na kupunguza utitiri wa tozo ili bei ya mafuta iliyopanda nchini iweze kushuka. Aidha, kiwango cha bei ya mafuta kilichopanda tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2026 kishuke na watawala waweke ruzuku ya ununuzi wa mafuta kwa lengo la kufidia bei iliyoongezeka katika soko la dunia kwa angalau 50% ya bei katika soko la dunia. Hii ni kama hatua za kupunguza kodi zisipokizi haja ya kupunguza bei ya mafuta nchini. 10. Kamati kuu imeazimia kukaimisha nafasi za makatibu wa kanda zilizo wazi. Yohana Rugembe Kaunya ameteuliwa na kamati kuu kukaimu nafasi ya katibu wa kanda ya kaskazini. Mchakato wa kukaimisha katibu wa kanda ya kusini unaendelea na utahitimishwa kwenye kikao kijacho cha kamati kuu. 11. Kamati kuu kwa kutumia mamlaka yake yaliyoko kwenye ibara ya 7.716(o) ya katiba ya chama imewateua ndugu Godbless Jonathan Lema na ndugu Salma Kasanzu kusimamia shughuli za chama kwa kanda ya kati yenye mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida kwa kushirikiana na kamati ya uongozi iliyopo hadi uchaguzi wa kuziba nafasi zilizo wazi katika kanda hiyo utakapofanyika. 12. Aidha, kamati kuu kwa kupitia ajenda za kikao husika ilijadili na kupitisha maazimio mengine mbalimbali ikiwemo masuala ya uchambuzi wa ripoti ya hotuba ya tume batili ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 maarufu kama ripoti ya Chande, na kupitisha maazimio mbalimbali ambayo chama kitayatoa kwa umma katika hatua ya baadaye. Na nitumie fursa hii kuwatangazia wanahabari kwamba hatua hiyo ya baadaye ya uchambuzi wa ripoti ya Chande na utoaji wa maazimio mengine ya kamati kuu, haya ni maazimio ambayo tumeanza kupakua tu katika yale ambayo yameamuliwa na kikao cha kamati kuu cha siku 2. Kwa hiyo hatua ya pili ya kueleza maazimio zaidi ikiwemo uchambuzi wa kina wa ripoti ya tume ya Chande itafanyika siku ya Jumanne ya tarehe 5 mwezi wa 5 saa 4 kamili hapa makao makuu ya chama. Kwa hiyo tumie fursa hii kutoa mwito wa wazi kwa wanahabari wote kuja siku hiyo kwa ajili ya kufuatilia maazimio mengine ya kamati kuu ambayo tutaeleza kwa umma na uchambuzi wa ripoti ya Chande. Na nitoe mwito vile vile kwa Watanzania na wadau wote wa demokrasia na maendeleo na haki na ukweli na uwajibikaji, muendelee kuvuta subira na mfuatilie siku hiyo ya Jumanne ya tarehe 5 mwezi wa 5 saa 4 kamili asubuhi chama kitakapofanya uchambuzi wa ripoti hiyo ya Chande pamoja na hotuba ya Rais haramu iliyotolewa mara baada ya kusomwa kwa ripoti hiyo na hatua mbalimbali na maamuzi mbalimbali ambayo chama kimeyachukua kufuatia kusomwa kwa ripoti hiyo. Kwa katika hatua hii tueleze hayo maazimio ya awali ya kamati kuu ambayo tumeeleza kwa umma, na nikaribishe maswali kutoka kwa wanahabari katika muktadha wa taarifa hii ya awali ya maamuzi haya ya kamati kuu ambayo tumeyatangaza leo kwa umma, maamuzi haya 11. Karibuni kwa maswali wanahabari, kama kuna maswali.